Michezo na burudani na ripoti hapa kutokea katika mitaa ya Mwembe Yanga. Ni haya na madhumuni yangu niweze kukufahamisha kile kinachoendelea na mambo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Adege Eju, mzee wangu, uko poa? Niko poa. Mzima rafiki yangu? Mzima upo? Za weekend? Mimi niko poa, sijui wewe. Karibu sana viwanja vya Mwembe Yanga. Asante ndugu yangu. Ndio. Kwema lakini? Kwema ndugu yangu. Familia jambo? Ai jambo kabisa, iko fresh na mazoezi nimefanya kama kawaida yangu. Mangungu jambo? Anaumwa. Anaumwa? Tuanzie hapo bwana. Kumekuwa na mbiringe nyingi weekend hii. Wengi kumekuwa na matabaka mbalimbali, wengine wakizungumza kuhusiana na Murtaza Mangungu mitano tena. Nyinyi na kundi lenu jingine mkawa mnazungumza ya kwamba Mo Dewji aendelee kuwepo ndani ya soka ya Simba Sports Club. Sasa mimi nataka kufahamu kitu kimoja kutoka kwako mzee wangu, mzee Malinyi. Niambie, tusimame na upande upi? Upande wa mwekezaji Mohamed Dewji ama tusimame na wale wanaosema Mangungu mitano tena? Kwa upande wako kwanza nianze kufahamu. Mo tutamzika, Mo atatuzika. Simba ni Mo, Mo ni Simba. Kauli mbiu. Simba ni Mo, Mo ni Simba. Mo haondoki. Mo haondoki. Wataondoka wao. Sawa? Mo ni familia ya Simba na Simba ni familia ya Mo. Ndio. Wasahau. Hao waliokuja na kupewa visente viwili shilingi mbili kupatia pale, alafu sasa wajione wao wanatumwa ili watakumuondoa Mo, wanajidanganya. Tunamwambia Mo, tulia. Kunywa kahawa yako utulivu. Tuko na wewe. Wenye Simba tuko na wewe. Hakuna mjinga yote atakaye kuondoa Simba. Hakuna mjinga yote atakaye kuondoa Mo. Wanajidanganya tu. Viela vyao wacheni waandishi wa habari mle vitawaishia, watafilisika. Mo haondoki. Mo Simba haondoki. Kuondoka Mo pengine Simba imekufa. Sawa, imepotea katika duniani. Hapo unaweza kusema Mo kaondoka. Lakini Simba ipo hivi. Sawa sawa, Mo yuko hai. Kuondoka Mo Simba pengine kafa. Lakini yuko hai. Mo haondoki Simba wala Simba haitamwacha Mo. Kama hii ndoa ya Simba na Mo, hii ni ndoa ya milele. Hii ya milele, hakuna kumwacha mwenzie, ya milele. Ya milele. Kama kugombana mnagombana kidogo, mnarudi mnazungumza, tunarudi pamoja. Haachwi mtu. Simba ni Mo, Mo ni Simba. Simba ni Mo, Mo ni Simba. Bwana GB 64 pamoja na Dr. Mohamed Hamis jana wametoka mbele na kuomba radhi kwa kile ambacho walichokuwa wamekizungumza. Hivi nyinyi mashabiki wa Simba mnawaelewa hawa majamaa wapo upande gani kwa hivi sasa? Unajua kitu ambacho kinachonisikitisha mimi, hawa vijana hawa wadogo zangu, nafikiri si ni ushamba ndio unawasumbua. Mimi nafikiri sasa ushamba. Sawa? Kwa sababu wanakuja mjini, sisi tunawaona. Wanaanza kuja viwanjani, sisi tunawaona pale Taifa. Unamwona kabisa yuko kutoka mkoani huyu. Kiatu bado kina vumbi ya mkoani. Kajaribu hata kukiosha, maana kwenye treni kuna vumbi ujue. Wakati unatembea siku 5 kutoka Kigoma mpaka mjini. Leo wameshakuwa wajanja, mtu anasimama atakupatia hela kupitia Simba. Leo anazusha hili, kesho anazusha hili, kesho anatafuta. Hata kuna wengine wanajiharibia legacy yao, akiwemo mdogo wangu Mnandi. Yaani Mnandi nilimwambia hata siku ile, Mnandi unajiharibia legacy yako. Umeitafuta legacy yako na wakina Derek kwa nguvu kubwa. Sawa? Wakina Derek wamepata hela kwenye matangazo kwa sababu ya wewe kupiga mdomo wako kwa nguvu. Sawa? Sasa jina lako limeshakuwa Mnandi. Unajiharibia, mtu anakuja kuua legacy yako kwa dakika hizi 2, yeye kishachukua hela. Sawa? Ameshachukua, ni mjanja. Sasa mimi niseme tu kwa wana Simba Tanzania, wana Simba duniani. Hawa walioinjinia kile kitu. Dr. Mo na mwezie huyu GB 64 wa kuwatenga na kuwaogopa kama ukoma ndani ya Simba. Sawa? Wakitaka nao wakaanzisha timu yao, Manyema nini waende ukaanzisha huko. Lakini hao wanataka kuondolewa tu kwenye Simba kwa sababu hawafai, kwa sababu wanataka kuleta maisha. Sawa? Wanataka kuleta maisha kwenye Simba. Na mshangaa hata GB 64. Yeye anasema alikuwa mwalimu na nini. Anakuaje namna hii? Anakuaje na akili mbovu namna hii? Unaweza kwenda kukaa tu mimi kumtukana tajiri.